roho za binadamu hasatan hizi hazina mwisho. Wakati binadamu alipoumbwa, Adam alayhi salam, na mimi na wewe tulipokuwa ndani ya tumbo ya mama zetu, hichi roho ndo ilikuwa kitu cha mwisho kiliingizwa ndani ya mwili wako na wangu, na ndo wewe na mimi tukawa binadamu, na ndo kitu ya kwanza itakayotolewa wakati wewe na mimi tutakapokuwa tunaondoka hapa duniani. Na ndo wakamuuliza masahaba, wanamuuliza Mtume, wayasalunaka ani ruh, wanakuuliza roho ni kitu gani hii? Wayasalunaka ani ruh qul ruh min amri rabbi, waambie roho anayejua ni amri ya Mungu peke yake. Na wakati wewe na mimi tutakapofariki, roho itatolewa na mambo yako itakwisha, itapelekwa mbinguni. Wanasema baadhi ya mufassirin, kulingana na hadithi, utakapokuwa ndani ya kaburi itarudishwa tena, utakalishwa, utaulizwa maswali, baadaye tena itakuja kutolewa baada ya adhabu ya kaburi na mengineo. Kuna wengine wataendelea nayo, lakini wakingojea hukumu mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Jambo la sita ambaye haina mwisho toka kuumbwa kwake na haitokuwepo na mwisho ni ajbu dhanab. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba kullu ibn adam yaakuluhu at-turab illa ajbu dhanab minhu khuliq wa fihi yarkab. Ajbu dhanab maana yake kuna mfupa juu ya makalio kwenye kiuno chako wewe na mimi. Hii mfupa ndo mfupa ambaye wewe na mimi tulipoanza kuumbwa iliumbwa hicho mwanzo. Mtume anasema mtu atakapozikwa, ardhi hii itakula kila mmoja wetu, miili yao italiwa, isipokuwa hiyo mfupa juu ya makalio hapa. Unajua lugha safi, lugha sanifu, unapozungumza mbele ya watu na heshima, hasatan vijana, sema juu ya makalio, usitaje lugha nyingine chafu. Na hapo ndo mahali ambapo siku ya kufufuliwa binadamu ataanza kuotea kutoka hapo. Wafihi yarkab, ataota, itaanza kuja miili yake yote, mifupa zingine, ngozi, kila kitu chingine.